Wanasayansi sasa hivi wamekuja kujua ya kwamba moja katika hikma na moja katika mambo ya kisayansi ya yule mwanamke kuustiri mwili wake, kuufunika, ni kwa sababu mwanamke mwili wake unakuwa ni body fats, umefunikwa na mafuta. Yale mafuta yana tabia ya kuabsorb mionzi ya jua, inanyonya, ya aina ya ultraviolet rays, infrared rays na x-rays. Ile mionzi ikiingia ndani ya mwili wake mwanamke, kuna kitu kinaitwa carcinogenic, anapata kansa. Wamekuja kujua vazi la hijabu la kisheria la dini ya Kiislamu la mwanamke wa Kiislamu akivaa yule mwanamke, linakuwa ni kinga ya kumzuia yule mwanamke mwili wake usinyonye ile mionzi ya ultraviolet rays, infrared rays na x-rays. Ndio wanakuja kujua sasa, na wanasema lile vazi linatakiwa liwe pana, lisionyeshe shepu yake. Wanarudi kule kule kwenye fikhi ya Kiislamu. Atakapovaa lile vazi alafu jua likapiga, inabadilika, inakuwa sio sumu kwake, inakuwa ni dawa. Sasa ile mionzi inakwenda kuipika ile ngozi yake, inakuwa ni soft kabisa, inakuwa ni laini, na anakuwa na rangi moja tutoke utosini mpaka nyayoni, anavutia. Tofauti na yule mwanamke atakayetembea mgongo wazi, kifua wazi, zile sehemu zile zilizokuwa wazi zikipigwa na jua zitakuwa nyeusi, mule inamopita nguo ndio kutakuwa kweupe. Anakuwa na rangi mbili katika mwili mmoja, havutii. Kiwango cha joto pia kinaongezeka katika mwili wake. Yule mwenza wake akimwegemea, mtu wa kawaida asiyeumwa anakuwa na nyuzi joto 37. Mwanamke anayejistiri kiwango cha joto kinakuwa ni kikubwa. Mwenza wake akimwegemea anajisikia raha, ile stimulation inakuwa ni kubwa ya kutaka sasa kurejea kula lile tunda. Wamekuja kugundua ya kwamba vazi la hijabu la mwanamke wa Kiislamu la kisheria ni dawa ya kumwongezea yule mwanamume nguvu za kiume, na kiwango cha joto kinaongezeka. Wamefanya tafiti kwa kutumia ngozi ya uso na ngozi ya paja. Gharama kubwa mwanamke anazipeleka kwenye uso kuliko kwenye ngozi ya paja, lakini ngozi ya paja kwa kuwa inastiriwa, akionyeshwa mwanamume, akifunuliwa, mvuto wake unakuwa ni wa hali ya juu kuliko ile ngozi ya uso. Inafunikwa, inapikika. Huu ndio Uislamu. Kwa hiyo lile vazi la mwanamke wa Kiislamu linakuwa ni kinga ya kumkinga yule asipate kansa. Kwa nini